mwaka 1968 kwenye kipindi cha vita baridi. Kipindi ambacho kulikuwa na mvutano mkubwa kati ya Marekani na Russia, ambapo kila upande ukijaribu kumshinda mwenzake si kwa kupigana moja kwa moja, bali kwa mbinu za kiintelijensia, kijeshi, kisiasa na kiteknolojia. Katika kipindi hicho, dunia ilikumbwa na hofu kubwa ya vita vya nyuklia. Tayari wakati huo Marekani ilikuwa inapambana na vita vya Vietnam, ambavyo vilikuwa vinagharimu maisha maelfu ya wanajeshi wake na pesa nyingi pia. Lakini pia kuipotezea Marekani mvuto wa kimataifa. Lakini katikati ya mambo hayo, kulikuja kutokea tukio moja lililoweza kuhatarisha kuibuka kwa vita ya tatu ya dunia. Je, tukio hilo ni lipi? Karibu katika makala hii tuangazie hatua moja baada ya nyingine. Asubuhi ya Januari 23 mwaka 1968. Meli ndogo ya ujasusi ya Marekani iitwayo USS Pueblo ilikuwa inazunguka kwenye bahari ya Mashariki karibu kabisa na pwani ya Korea Kaskazini. Kazi yake ilikuwa kukusanya taarifa za kijeshi, kufuatilia mawasiliano ya kijeshi, rada na miamala ya kijeshi ya Korea Kaskazini. Ilikuwa ni meli isiyo ya kivita kwa sababu haikuwa na silaha yoyote kubwa, bali vifaa vya hali ya juu vya kijasusi vilivyofichwa ndani yake. Hiyo peke yake ilitosha kuifanya kuwa tishio kubwa kwa taifa lolote linalolengwa, hasa taifa lililotengwa kama Korea Kaskazini. Lakini lililokuja kutokea ilikuwa ni kama sinema ya kutisha ndani ya muda mchache zaidi. Wakati USS Pueblo ikiendelea na kazi yake, ilizingirwa ghafla na meli za kivita za Korea Kaskazini pamoja na ndege za kivita zilizoruka kwa kasi kubwa. Korea Kaskazini ilidai meli hiyo ilikuwa ndani ya uwanda wake wa bahari, ingawa Marekani ilikanusha hilo pia. Basi bwana, ndani ya dakika chache mawasiliano ya dharura yalitumwa kwenda vituo vya Marekani, lakini msaada haukuweza kufika. Meli ya USS Pueblo ikashambuliwa, askari mmoja wa Marekani akauawa, na wanajeshi 82 wakakamatwa kama mateka na Korea Kaskazini. Huu ulikuwa ni mtego wa kisiasa uliosukwa vizuri, na Korea Kaskazini ilikuwa imeshinda raundi ya kwanza. Na huko Marekani, je, mambo yalikuwaje? Baraza la usalama la Marekani likakutana kwa dharura. Kulikuwa na majadiliano ya siri kuhusu kutumia mabomu ya nyuklia, lakini hatari ilikuwa kubwa sana, kwa sababu Russia na China zilikuwa tayari macho kuisaidia Korea Kaskazini. Na ikumbukwe Marekani ilikuwa bado kwenye vita vya Vietnam. Kupambana na vita ingine ilikuwa hatari zaidi, na pengine kungefungua milango ya vita ya tatu ya dunia. Kwa mara ya kwanza Marekani ililazimika kutumia diplomasia kulimaliza, wakati Korea Kaskazini ikiendelea kuonyesha picha za wanajeshi wa Marekani wakiteswa, kupigwa na kulazimishwa kuomba radhi mbele ya kamera. Marekani yenyewe iliamua kukaa kimya. Baada ya miezi 11 ya mazungumzo ya siri, Marekani ilikubali kuandika barua ya kuomba radhi, ikisema kuwa waliingilia mipaka ya Korea Kaskazini na wanaomba msamaha. Lakini mara tu baada ya wanajeshi wake kuachiliwa, Marekani ikakanusha kila kitu kwenye barua hiyo. Hata hivyo ilikuwa ni too late. Tayari lilishapata fedheha kubwa kwa taifa lililojiita lenye nguvu zaidi duniani kushambuliwa na Korea Kaskazini. Lakini hasara kubwa haikuwa ya kumpoteza mwanajeshi mmoja pekee. Wakati wa mashambulizi, askari hao wa Marekani waliokuwa kwenye hiyo meli
hawakuweza kuharibu haraka vifaa vya ujasusi vilivyokuwa ndani ya meli hiyo. Matokeo yake, Korea Kaskazini ikaviwahi na kuvichukua vyote, ikiwa ni pamoja na mashine za kusikilizia mawasiliano, nyaraka za siri, ramani za kijeshi na vifaa vya kuchambua rada. Hizo taarifa baadaye zilikuja kufikishwa Russia na China na kusababisha Marekani kubadilisha mfumo wake mzima wa mawasiliano ya kijeshi duniani. Kwa maneno mengine, tukio hilo lililochukua muda mchache zaidi liligharimu Marekani mabilioni ya dola katika miaka ya baadaye. Mpaka leo meli ya USS Pueblo iko Korea Kaskazini, ikiwa imegeuzwa kuwa makumbusho ya fedhea kwa Marekani. Wageni kutoka Korea na Uchina hupatembelea hapo kuona ushahidi wa ushindi dhidi ya mabeberu. Ni tukio linalokumbukwa kama ushindi wa kimkakati wa nchi ndogo dhidi ya dola kubwa. Leo hii hali ya uhasama kati ya Korea Kaskazini na Marekani bado ni tete. Korea Kaskazini inamiliki makombora ya nyuklia, teknolojia ya kisasa ya kivita, na utawala wa familia moja unaoendelea. Na Marekani inaendelea kupambana kuonyesha umwamba wake duniani. Swali linabaki, je, kama tukio kama hili litajitokeza tena, Marekani itaendelea kuvumilia au safari hii itachukua hatua kali zaidi kupambana? Mimi naitwa Ananias Edgar.